Na mtazamaji wa Triso TV pamoja na G Media Online, hapa nimekutana na mkuu wa chuo cha teknolojia ya reli hapa nyumbani nchini Tanzania, Mheshimiwa ndugu Damas Mwajanga. Mheshimiwa mkuu, hongera sana kwa vijana wako siku hii ya leo kuweza kuhitimu. Asante sana mwandishi wa habari, nashukuru sana. Naam, kwanza kabisa watazamaji wangependa kusikia kutoka kwako. Hao wahitimu waliomaliza hii leo wanapataje uhakika wa kuweza kuajirika sambamba na wale ambao wanasalia? Asante sana, nakushukuru mwandishi wa habari. Kama unavyojua leo tena tulikuwa tunafanya mahafali ya 3 ya chuo chetu cha teknolojia ya reli Tanzania, ambayo kinajumuisha kampasi mbili. Kampasi ya kwanza ni kampasi hii kuu ya Tabora na kampasi nyingine ni ya kule Morogoro. Katika kampasi yetu ya Tabora tulikuwa tunahitimisha wahitimu wa kozi 3 na kule Morogoro ni kozi 1. Wahitimu wetu waliohitimu leo ni jumla ya 408. Katika hao wahitimu 54 ni wa stashahada, yani ordinary diploma, na wahitimu 11 ni wa stashahada, yani NTA level 5, na wahitimu 343 ni wa kozi ya stashahada ya awali, yani basic technical certificate kutoka katika kampasi zote mbili. Na uhakika sasa wa vijana hawa kwa wingi wao kuweza kuajirika katika shirika la reli ni lipi labda pengine? Kwa kweli kama unavyoona serikali inafanya uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya reli, kwa maana kwamba kuna reli hii ya kawaida ambayo tunatumia sasa hivi MGR, lakini pia tuna reli ya kisasa ya SGR. Kwa takwimu zilizopo zinaonyesha kwamba mradi huu wa SGR utakapokamilika, utakapoanza kufanya kazi, utahitajika wafanyakazi takribani si chini ya 10,000, 10,000 na zaidi ya hapo. Kwa hiyo ukiangalia bado kunahitajika nguvu kazi kubwa sana kwa ajili ya kuandaa wataalamu ambao watakwenda kufanya kazi katika miundombinu hii ya reli. Na sisi kama chuo, kama unavyojua, leo wahitimu 408 ambao ni sehemu kubwa sana kati ya wale wanaohitajika. Na kama unavyojua kwamba kipande cha kwanza kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro kiko mbioni kuweza kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo kwa maana hiyo wahitimu wetu hawa, kwa sababu wamepata taaluma hii pekee adhimu ya teknolojia ya reli, kwa hiyo uhakika wa ajira kwao ni mkubwa, kwa maana kwamba wanaweza kaajiriwa kwa temporary, wanaweza kaajiriwa kwa mikataba, wanaweza kaajiriwa kwa permanent and pensionable employment. Uhitaji kwa sasa hivi kwa chuoni umekuwa ni mkubwa, na kwa kiasi kikubwa kwa mwaka huu 2023-2024 wamejitokeza kwa wingi. Pengine tutarajie vijana wengi wa Kitanzania kuendelea kumiminika kwa wingi hapa chuoni? Kama unavyosema ndugu mtangazaji, ni kweli sisi kama chuo tumejikita na tumejiandaa barabara kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kuchukua wanafunzi wengi wa kutosha. Kwa sasa hivi tumeshauisha mitaala yetu, tumeiboresha. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba Tabora tulikuwa na mitaala 4, Morogoro tulikuwa na mitaala 1. Lakini kwa sasa hivi kuanzia mwakani tunapokwenda tumeshaandaa mitaala yetu ambayo ipo mitaala mipya. Kwa hiyo kwa maana kwamba hapa Tabora tutakuwa na mitaala 6, kwa maana kwamba tutakuwa na mtaala wa Rail Track Technology ambao utaanza level 4 mpaka level 6, yani certificate mpaka ordinary diploma. Tutakuwa na mtaala wa Electronics and Communication Technology ambao utaanza kwenye level 4, yani certificate mpaka diploma. Tutakuwa na mtaala wa Rail Transport and Logistics Management unaanza kwenye level 4 mpaka kwenye level 6, yani certificate mpaka ordinary diploma. Tutakuwa na mtaala wa Carriage and Wagon Technology ambao utaanza level 4 mpaka level 6. Tutakuwa pia na mtaala wa Transport Safety and Rail Accident Management ambao utaanza level 4 mpaka level 6, lakini pia tutakuwa na mtaala wa Rail Transport Economics ambao utaanza level 4 mpaka level 6. Hiyo ni mitaala ambayo tutakuwa nayo hapa Tabora. Mitaala hii yote imeshauishwa, iko bora kwa ajili ya kupokea wanafunzi watakaosoma taaluma au teknolojia ya reli katika mfumo wa MGR, reli ya kawaida, lakini pia na mfumo wa standard gauge au SGR. Lakini kwa kule kampasi yetu ya Morogoro tulikuwa na mtaala 1, lakini mwakani tutakuwa na mitaala 3. Mtaala ambao upo una wanafunzi sasa hivi ni mtaala wa mifumo wa mafundi sanifu wa mifumo ya umeme katika vituo vya treni, lakini pia mafundi mitambo wa vituo vya treni, lakini pia mwakani tunategemea kuanza mtaala wa madereva wa treni, yani locomotive driving technology. Kwa hiyo tunategemea kwamba mwakani tutakuwa na wanafunzi wengi zaidi. Kwa sasa hivi tuna wanafunzi mwaka huu 480, lakini mwakani tunategemea kuwa na wanafunzi takribani 700 na kuendelea. Lakini pia
Baada ya miaka mitatu tunategemea kuwa na wanafunzi 1110 ambapo pia tunategemea kwamba hata mapato ya chuo yataongezeka. Kwa maana hiyo tunawaalika Watanzania wote wa ndani, Watanzania wote walioko Tanzania pamoja na wale wenzetu kutoka nje kuja kujiunga na chuo chetu waweze kupata taaluma adhimu ya teknolojia ya reli Tanzania. Mwisho kabisa, uiambia nini serikali sikivu ya Mama Samia Suluhu Hassan kulingana na namna ambavyo imewekeza kwa kiasi kikubwa katika uwekezaji huu wa njia ya treni mpya hususan hii ya standard gauge, lakini vile vile pia namna ambavyo inawafua vijana wa Tanzania katika sekta hii? Kwa kweli kwa namna ya pekee namshukuru Rais wa serikali ya awamu ya 6 Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu uwepo wetu sisi chuo unategemea sana na uwekezaji mkubwa unaofanyika na serikali. Tunajua kwamba serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika shirika letu la reli. Kuna reli hii ya SGR ya mwendo kasi ambayo si muda mrefu kipande cha kwanza kinaweza kikaanza kufanya kazi. Kwa hiyo uwepo wake wa uwekezaji huu mkubwa ndio uhai wa chuo chetu, kwa sababu sisi tunapata fursa ya kuandaa wataalamu kwenda kufanya kazi katika miundombinu ya reli. Lakini sababu na hilo pia serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika reli ya kawaida kwa kuweza kuboresha miundombinu ya njia ya reli kwa kutumia mradi unaitwa TIRP, yani Tanzania Intermodal Development Project, ambao unadhaminiwa na Benki ya Dunia. Miundombinu imeboreshwa. Kwa hiyo hii yote inaonyesha kwamba sisi kama chuo tuna kazi kubwa ya kuandaa wataalamu. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa ajili ya uwekezaji mkubwa uliofanyika kwa miundombinu hii ya reli. Neno lako la mwisho kwa vijana wako ambao wanaondoka ni nini, lakini vile vile pia na wale wanaosalia ni nini? La mwisho kabisa. Ndugu mtangazaji, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu pale, vijana wetu ambao wamehitimu siku ya leo, kwanza kabisa tunawapongeza kwa sababu sio kazi ndogo. Lakini pili, tunawataka au tunatoa rai kwamba waende kuwa mabalozi wazuri, wakawe ni watu wa kufanya kazi kwa uadilifu, kwa uaminifu na kwa tija zaidi kwa ajili ya mustakabali wa shirika letu la reli, lakini pia kwa ajili ya maendeleo ya taifa kwa ujumla. Kwa hiyo hata hao wanaobaki, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu katika mahafali pale, kwamba tunawataka, unatoa rai kwamba waweke jitihada na nguvu kubwa sana katika kujiandaa katika masomo yao, waweze kusoma kwa bidii ili waweze kupata taaluma hii nzuri ya teknolojia ya reli, ili wakitoka hapa waweze kwenda kuajirika na kwenda kufanya kazi kwa tija zaidi. Mkuu, nakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Twiso TV, huyu ambaye tumetoka kusikiliza mengi ambayo ameyafafanua hapa kinaganaga ni mkuu wa chuo cha teknolojia ya reli hapa nyumbani nchini Tanzania, ndugu Damasi Mwajanga. Amefafanua mengi kwa kina ambayo ni tija kweli kwa taifa letu, zaidi kwa hawa vijana ambao hii leo wamehitimu kwa mwaka 2023-2024 katika chuo hiki. Hakika na kweli hizi ni pongezi, na hakika zaidi zinaelekea kwa mkuu wetu wa chuo, kwa sababu kitendo cha kuweza kuwanoa vijana na wakafikia hatua hii kubwa ya kisomo ni level kubwa na inahitaji appreciation ya kutosha. Basi mpaka kufikia hapa anakamilisha mahojiano haya na mkuu wa chuo kutokea hapa mkoani Tabora, ndugu Damasi Mwajanga. Mimi ni Gregory Albinus Mumba na hii ni Twiso TV pamoja na G Media.